na mapokezi ya Dr. Samia? Mikutano, kusema kweli, mikutano mizuri na watu wametikia sana kwa wingi na wanamkubali Mama Samia, wanamkubali. Na unafikiri kwa nini watu wametikia kwa wingi na kumkubali Dr. Samia? Ni kiongozi bora toka ameanza kuingia madarakani mpaka hivi sasa, amefanya vitu vingi sana vya maendeleo ya nchi yake. Kwa hiyo ni rais bora, vitu vingi, mabarabara, mahospitali, vitu mbalimbali. Vitu vingi ambavyo amefanya mama ni mfano wa kuigwa hata kwenye nchi nyingine. Na umekuwa ukiperform kwenye kampeni mbalimbali zilizopita, kipindi cha Jakaya na sasa hivi upo pia, pengine umeona kuna tofauti wote? Tofauti upo kwa sababu sasa hizi naona watu ni wengi zaidi, watu wamehamasika, watu wengi nakaa uswahilini huko, wengi wanataka kupiga tiki. Sawa. Kuna tatizo lolote wasanii kama nyinyi mkiperform kwenye majukwaa ya siasa, hususani haya majukwaa ya CCM? Maana imeonekana kuna baadhi ya watu kama wanawashambulia hivi, wanasema nyinyi ni chawa. Kwa nini mnaimba kwenye majukwaa kama hayo? Hii pengine inakukata kwa kiasi gani? Sisi tumeshazoea. Hata siku za nyuma tulikuwaga makundi, tukaja tukashindana, au sio? Yaani lazima kutakuwa na vitu viwili tofauti. Haiwezekani kila siku mtu msanii ukawa umeimba usiwe na mtu ambaye anakuchallenge. Hizo ni challenge tu. Ni challenge. Sawa. Kumekuwa na mivutano pia kuhusu ngoma yako ya hii ambao umetoa sasa hivi. Tunajua ni ya muda mrefu, lakini imerejea tena sasa hivi, ambapo awali tulikuwa tukijua kwamba ukiimbia muungano kati ya CCM na kafu, lakini sasa hivi imekuja vice versa. Kuna vitu umevitoa pale. Hebu waambie Watanzania kuhusiana na ile record. Ile nyimbo ya kwanza inaitwa Umoja wa Tanzania. Nimeandika kwa mazumuni ya kukataza maandamano. Toka kipindi kile cha Jakaya. Ile limetoka kipindi kile. Nimejaribu tu kuifanyia modification, lakini ujumbe ni ule ule, watu wasiandamane. Wakiandamana ina maana itakuja vita. Na kisha kuja vita nchi yetu itaharibika. Watakaoathirika ni watoto, kina mama na wazee. Sawa, kipindi kile cha Jakaya wakati ukitoa ngoma hiyo kulikuwa na vuguvugu pia hilo la maandamano, lakini sasa hivi ndo tunaona kama yamepamba moto hivi. Vijana ambao wewe Juma Nature kwa kipindi kile ndo ulikuwa mfalme wao vijana, na sasa hivi bado ile crown yako ipo na bado wana vuguvugu hilo kwamba Oktoba 29 wanataka watoke waende kuandamana, lakini viongozi wa siasa wenyewe wanahamasisha watoke kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Pengine katika hilo wewe kama msanii unawaambia nini vijana? Mimi nawaambia ndugu zangu waige mifano kutokana na nchi za watu zingine zilizofanya maandamano. Mfano mzuri mdogo tu, juzi tu hapa Kenya tumeona watu wanaandamana, vitu uharibifu uliotokea, watu walipoteza maisha. Kwa hiyo kwetu sisi nchi yetu ni amani, sisi tujifunza kupitia kwao, kwamba maandamano yanaleta vurugu hazina maana kwenye maandamano. Watu tujitokeze tu tukapiga kura kwa amani. Nchi yetu sisi ni amani toka enzi ya Mwalimu mpaka leo imekuwa na amani. Sasa wakiandamana wakafanya vurugu, sidhani kama hata jeshi litalizia. Tupige kura, tuwai makwetu, tusubiri bingwa. Au sio bwana? Kwa hivyo asante sana Juma Nature Kiloboto. Asante sana ndugu mtangazaji. Pamoja.